yetu, sijui hiyo siku kama unayo. Ilikuwa siku kama hii, ilikuwa tarehe 27 Oktoba last year. Ilikuwa nimesimama kwa ibada, ninahubiri tu, si kwamba ilikuwa nimefikiria ama kuandika mahali kuhusu mambo ya harusi. In fact, kulikuwa na harusi yoyote ilikuwa imekuja kwa ground kweli, hakuna mtu alikuwa ameleta mawasiliano ya harusi, lakini kulikuwa labda na dalili 2-3. So hatukuwa na mpango wote wa harusi kama kanisa. Lakini niliposimama kwa madhabahu, huu ulikuwa ni mwaka wetu wa kuongezeka na kupanua mipaka yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tulimwamini Mungu, semeni amen. Amen. Tulimwamini Mungu katika kuongezeka na kupanua mipaka ya hii kanisa, na nashukuru Mungu kwa sababu tumekuwa Kasemeni juzi. Bwana Yesu asifiwe. Tumeenda mbali na mbali na mbali, tumeenda sana kwa sababu ya huduma. Tumeenda ukweli uongo, ukweli uongo, na si kwa neema, si kwa nguvu zetu, bali ni kwa neema ya Mungu. Amen. So nilipokuwa nimesimama kwenye madhabahu ninahubiri, nikawa natoa mfano wa wanandoa. Nikawa ninasema kwamba wanandoa, unaweza ona watu wawili wamekaa pamoja, wamevaa nguo za kufanana, mke na mume, ukafikiria wanapendana. Kwa mfano, nitoe mfano wa pastor simama. Simama mwanangu na mwanawe. Sasa mjukuu wangu simama. Huyu ni mwanangu wa kiroho na huyo ni mjukuu wangu wa kiroho. Ukiona vile wamevaa, huyo ni pastor na mshirika wake. Unaona nini hapo? Unaona kwamba wanapendana, si ni ukweli? Unaona kwamba huyo mwana ni mtiifu mpaka wanashona kufanana. Lakini ukweli wa mambo, autwae moyo wa mwanadamu ni nani? So nilikuwa ninahubiri nikasema, usione watu wamefanana hivyo wakatembea ukawaonea wivu, ama ukasema laiti ningekuamini. Maana vile vitu vinafanyika ndani, wewe ujui. Kaeni chini. So nilipokuwa nimewainua couples fulani wanitolee mfano, wakawa wamechelewa kusimama. Wanasifiwe. Wakachelewa, wakajivutavuta kusimama. Nikaona itanisumbua. Nikaita sasa couples wengine. Nikaita Emily na nikaita Sylvester. Sasa nilipowaita wao, nao wakaenda wakasalimiana vizuri, wakakumbatiana na wakakuja mbele wakiwa wamefurahia. Nadhani inaonyeshana hapo, usitoe ndio ionekane vizuri. Ngeka hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Ni kitu ambacho kilihifadhiwa katika historia ya vile hii kitu ilianza, ndio muweze kuelewa. Sasa ndo wale nikawaita mbele, unaona walikuwa wamevaa kufanana, na hiyo siku pia mimi nilikuwa nimevaa kama wao. Si umeona? Bwana Yesu asifiwe. So nikawaita nikiwa ninahubiri na nikatangaza, nikamwambia ninaona Mungu akiwawezesha mwaka ujao, tarehe kama ya leo, saa kama hii, na ilikuwa saa kama hii. Na aliyekuwa anaongea alikuwa huyu mtu mweusi mrefu aliyesimama mbele yako. Bwana mseme amen. Na ndio maana Mungu ameruhusu huyo aliyetabiri, huyo aliyetabiri aje kukamilisha kazi aliyoanzisha Baba. Amekuja kuikamilisha kupitia kwa mikono ya yule aliyeianzisha. Pigia Yesu makofi mazuri. Hii si harusi ya kawaida, hii ni harusi ya kinabii. Kuna watu hapa watatoka hapa, ndoa zao kuna kitu kitakuwa kimeongelewa. Mwaka ujao, masaa na majira kama haya, hata wewe utakuwa umeshafurahi, hata wewe utakuwa umekuwa smart. Watu wakusanyike kwa sababu yako. Mimi ninakataa roho ya watu kukusanyika kwa matanga yangu. Nataka watu wakusanyike kwa graduation ya watoto wangu. Nataka watu wakusanyike kimibeza, watu wakusanyike kwa harusi yangu, harusi ya watoto wangu, na vitu vizuri vizuri. Sema ninapokea kwa jina la Yesu. So kama mtu mwambie wewe sijui kama unanielewa. Mwambie usinipunguzie mwendo. So kama mtu mwambie usinipunguzie spidi wewe. Hii si harusi ya kawaida. Salimia mtu mwambie pilau ya leo sio kama pilau za kawaida. Pilau ya leo ina neema. Ikipata kansa inatoa, ikipata pressure inatoa, ikipata kwashawa inatoa, ikipata marasmus inatoa. Sema inatoa. Sema inatoa. Yale wana kama ile nyama, pokea kwa shukrani. Leo usifanye umbea, utakuwa umeroga watoto na watoto wako. Maana hiki ni kitu cha unabii. Leo ni siku Yesu anatia raba stamp kwa maneno aliyoyanena. Haijawa rahisi, kumekuwa na vita. Watu wakasema wacha tuone kama itakuwa. Kwa taarifa yako, bado dakika chache
umuhimu wa neno la unabii. Zimepita ngapi hapa? Zimepita ngapi? Almost tunaelekea sasa 7. Pastor David simama. Bila hasimama. Mwingine akwambia simama. Wenye tayari, wenye tushamaliza, wacha wale wenye tunangojea. Wale tushamaliza. Bwana sifu. Shimirimanya hajafika. Pastor Shimirimanya. Mwingine ni nani? Kristi ni kwa Solomon akwa. Solomon Munyasa akwa. Hajafika. Unaona sasa hajafika. Pastor Samuel akwa. Bwana Mungu awabariki kwa kukuja kwa zawe zenu. Sema neno. Hizo ni ngapi nimetaja? Na mbele, sema mbele, kaeni chini. Mbele huyu kijana unaona amesimama hivi ananiangalia. Hata yeye Disemba tarehe 6 tunafunga hapa. Naomba Mungu anipe neema. Hata sipoinua mikono aseme ni mimi. Nimekutangaza. Mjue kuna bila wengine. Tusiki ulichelewa. Ulituahidi harusi lakini Mungu amezifanya. Sasa nakutaka haraka, fanya haraka haraka. Sio tumwambie fanya haraka haraka. Leo neema inaachiliwa. Wanaume mko hapa, mtaiba wasichana wetu. Mtawapeleka vizuri vizuri. Sema vizuri vizuri. Haleluya. Bwana mseme amen. Na kama uko hapa uliibwa, Mungu aachilie neema. Mungu aachilie neema. Ifanyike peupe wazi. Sikiza, wakati wa harusi kuna kitu sisi wote tunajuanga. Baada ya harusi au watu kuna kitu wanaenda kufanya kwa ruhusa ya madhabahu. Wamekuwa wakifanya kinyume na madhabahu. Wamekuwa wakiroga madhabahu. Wamekuwa wakinajisi madhabahu. Wakipiga vinanda lakini wananajisi madhabahu. Maana wanakula kinyume na sheria. Lakini leo wanaenda kupewa ruhusa mbele ya wazazi wao. Na kwa sababu ni mimi nitaorganize, nita supervise. Mtu anyone wenzake mkiona hapa. Napeana ruhusa. Endelea kunikodolea macho ni kama unaona nimetoka rohoni. Bado niko rohoni sana. Punguza sauti. Majifanya mko rohoni na hizi vitu zimekauka kwa nyumba zenu. Mazionea kwa TV. Ulipokuwa unaolewa, ulipokuwa unaenda sweetheart, ulikuwa unachora chini. Ona vile sasa hivi umekaa, umechana, umeenda sweetheart karibuni. Naachilia neema ya kuita hiyo majina tu. Baby ni mtoto. Wewe unajua ni mtoto. Ibeba. Baba gazeti baba. Angalia mtu muulize, mbona unaangalia pasta hii? Kuna neema imeshuka wapendwa. Kuna neema imeshuka. Kutoka 33 mstari wa 12. Technician wangu nikwambia ukuje unione kidogo maana sioni. Niko kipofu mbele yangu. Technician wangu niko kipofu mbele yangu. Kutoka 33 mstari wa 12 kwa haraka. Uliza mtu umebeba Biblia. Uliza mtu umebeba Biblia. Mwambie hata kwa harusi Yesu anakujanga. Sukuma mtu mwambie hata harusini Yesu mfika. Na huwa haandikwi. Maandiko inasema waliandaa harusi. Harusi ya wapi baba? Ya kule wapi? Kana. Ya wapi? Tena wana mention Kana ya kule Sharks. Hapo ameandikwa. Lakini kwa sababu watu walikusanyika na yeye akaenda kwa harusi. Wakakunywa divai ikakauka. I wish tumwandike Yesu kwa hizi harusi. Pilau ikitoka kidogo tunamuita. Anafanya muujiza. Kumbe kwa na complaints za sijapata. Yesu akifika harusini hatutawahi kuwa na complaint ya supu haipo kwa. Sasa wakakunywa supu wakamaliza. Akaja akatengeneza supu ya kineema. Waliokunywa wakasema mbona ya mwisho ndio tamu? Hii nafikirianga ya mwisho ndio makokolo. Hata leo Jesus is present here. Yesu yuko hapa. Anaweza kuponya mtu. Sikiliza, Yesu atahubiriwa mpaka matangazo. Yesu anahubiriwa mpaka harusini. Salimia mtu mwambie kama hujaokoka anza kuokoka haraka. Kutoka 33:12 inasemaje? Technician wangu tafadhali. Kutoka 33 mstari wa 12. Kama msomaji wangu wako ananisomea kwa haraka. Exodus 33
Somebody, if you are with me, read with me that book, please. Hurry up. Najua Sylvester anasema pastor, unaniharibia muda. Huyu mtu nimemumiza. Kitabu ni Kutoka 33:12 nasema, Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani atakayemtuma pamoja nami, lakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. Sikiliza, tusome tena kwa makini. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe unaniambia ati wachukue watu hawa. Sema wewe unaniambia. Tulieni tu, let's just continue. Wacheni tu tuendelee. Tulieni tu. Wewe unafanya nini? Nani anaambia Musa? Mungu anamwambia Musa wachukue watu hawa. Watu gani? Wachukue watu hawa. Sasa mimi mchungaji wenu Mungu ameniongelesha akaniambia nenda Mombasa Likoni, chukua watu hawa. Jiguze sema leo wewe ni mwana wa hii madhabahu. Sema amen. Akaniambia nichukuane na watu hawa. Musa akasema nawe huku nijulisha ni nani atakaye mtuma pamoja nami. Sikiliza, wakati mwingine vitu huwa vinaonekana tukivisema huwa tunajiuliza maswali ya ni nani atanisaidia kuvifanya. Ukweli uongo? Nadhani baba anaweza kukwambia nilipotangaza harusi kuna maswali mengi yalipita kwa akili yao. Je, sina shamba, sina pesa Sylvester, sina vitu vya dhamana, sina watu ninaowajua, ni nani ambao Mungu atanituma nao kwa ajili yangu? Sema amen. Lakini umesema na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zako. Salimia mtu, mwambie Mungu anajua jina lako. Mwambie ataje hilo jina kwa nguvu tusikie. Mungu anajua unaitwa nani na nini na nini. Jitaje, unaitwa nani? Sijasikia jina hata moja. Unaitwa nani? Unaitwa nani? Utaona tu mtu limenyamaza likiita. Unaitwa nani? Kibonge wa Yesu. Haleluya. Unaitwa nani? Mweusi. Huyo mtu ambaye anatajwa, Biblia inaniambia kwamba Mungu analijua jina lako. Na kwa sababu analijua jina lako, don't worry utaenda na nani. Anawaambia wana Israeli, mtaenda kwa huu uwezo wenu mdogo huu. Huu uwezo mdogo mlionao ndio mtaenda. Salimia mtu, mwambie naenda. Guza mwingine, mwambie naenda kwa huu uwezo mdogo mlionao. Mwambie nitaanza penye nitawezea. Susukume mwingine ameniambia, mwambie nitaanzia hapo. Mwambie nitaanzia hapo kwa omena na nitafaulu. Endelea kusoma mstari wa 13, maandiko yanasema hivi. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako. Ikiwa nimepata neema, ufanya mtu akaona njia. Sema amen. Neema ufanya mtu mahali ambapo ungekimbia 20 days ndio ufike. Neema inakubeba, inakufikisha pale within 1 day. Sema amen. Watu wengi katika Mungu, hata ukiuliza wachungaji walio katika nyumba hii, tumeelewa kitu kinaitwa neema. Si kwamba tuna watu wakubwa wanaotupa mihela na mipesa. Si kwamba hizo sadaka unasemanga na tunatoa sadaka. Hata wewe mwenyewe ni shahidi wa nafsi yako. Sadaka yenye umetoa mwaka huu mzima haijafika 2500. Mbona mmenyamaza? Tuseme kila Sunday unatoa shilingi 50. Duniani kuna 365 days. Bwana asifiwe. Times 50. Na siku na siku. Nakumbuka si kila siku. So hebu tu subtract. Kwa wiki, kwa siku 7 tuko na Jumapili. Si ndio? Sasa kwa mwaka mzima tuko na Jumapili ngapi? Jumapili 52 Sundays times 50, 2600. Je, hiyo sadaka inaweza kuwa speaker? Hata tukiwa na washirika 100, 2600 times 100
26,000 inanua speaker gani? Haleluya. So si kwa watu ambao tunajuana nao. Kuna majina yetu yamejulikana. Kuna watu tumetiwa muhuri, hata ukitupinga tunapenya. Kuna watu wamewekewa alama na Mungu, wamejulikana originally, wamewekewa hawa wazuiliki, hawa warogeki, hawa wapindiki, hawa wapiliwi mipaka. Sema amen. Sema amen. Walipoandikiwa kuzaliwa ilijulikana siku moja itakuwa. Hii kitu si kwamba ni mimi nimefanya, kuna Mungu amefanya. Aliandika kuanzia zero. Mama yake hakuona ikikuja, baba yake hakuona ikikuja, huyu mchumba wake hakuona ikikuja, lakini Mungu wa mbinguni aliona, akasema hawa wateule hawana mtu, lakini majina yao nimeandika. Hawa wataenda mbele yangu. Kwa hiyo neema itawaonyesha njia. Neema ni nguvu ya kukuonyesha njia. Neema ikuonyeshe njia mahali ambapo pameshirikana. Mungu achilie njia. Sema amen. Naachilia unabii huo utimie katika maisha yako. Kama umetimia katika Silvester, hata wako unaweza tumia. Uwe mkubwa au mdogo, pokea hiyo kwa jina la Yesu. Pokea hiyo kwa jina la Yesu. Maybe tumezoea katika ndoa, tunahubiriwa masuala ya ndoa. Hakuna kitu haujui. Siku hizi ziko TikTok bure. Kama ni kutunza mke, wanakuonyesha mpaka vitu vya bedroom. Usiniletee, usinibebee. Ziko huko, kaende ujisomee. Amseme amen. Amseme amen. Siku hizi kufundisha masuala ya ndoa, unless with the couples tu, tena hata wengine watatuenjoy. Maana wanajua hata kutushinda sisi mapasta. Unaambia mtu hii kitu ni baya, lakini anasema huo ni ushamba. Unaambia mtu vaa vizuri, wewe mke wa mtu, huo ni ushamba. Halo? Halo? Nikupe niwache? Nikupe ama niwache? Bwana Yesu asifiwe. Ni nini haujui ufundisho wa ndoa? Leo si yako, ni ya Silvester na huyu mwenzake. Mimi nataka nikufundishe vile neema imebeba. Ile neema itakuonyesha njia. Neema ikuonyeshe njia katika ministry. Neema ikuonyeshe njia, ifanye mlango mahali ambapo hakuna mlango. Ifanye njia mahali hapana njia. Haleluya. Yesu akapita akaona mtini mmoja una matunda, akaulaani, akaukausha. Wanafunzi wake wakamave na dhati. Wakamuuliza, kwani unalaani hata mti? Yesu aliwajibu akasemaje? Hata nyinyi mnaweza. Kile mmeona nikifanya, hata nyinyi mnaweza kukifanya. As long as mna imani, tena si kubwa. Guza mtu kwa uwezo wako mdogo. Ukiwa na imani kama chembe hiyo, hapo kadogo, unaweza kuamrisha mlima huu ufanye nini? Ng'oka. Kila kitu unakiona mlima mbele yako, neema itafanya hiyo kitu ing'oroke. Sema itang'oroka iende. Haleluya. Maandiko yanamaliza kwa kusema hivi. Twende mtumishi wa Mungu tafadhali, nyeke maandiko. Sionyesha ya watu. Ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. Tuendelee mbele. Endelee mbele tafadhali. Akasema uso wangu utakwenda pamoja nami, nami nitakupa raha. Amen. Hapa Silvester, hii maneno ni yako. Raha haitoki kwa mke. Raha inatoka kwa mke uliyemuoa ndani ya Kristo apeanaye raha. Amen. Kuna watu walioa wake wazuri warembo, alichukua muda kuchagua. Akasema anataka waspika, na hao wenye hawana spika waolewe na nani? Wana mmenyamaza. Na hii kanisa iko na wajibi wengi, waolewe na nani? Astafai watafuta mtu amejaa lela nzima, utapata wapi? Hawa baska, hawa tukutuku wataenda na nani? Mbona mmenyamaza? Bwana sifiwe. Wataka TV ya kitumbo, hizi za flata utaki. Zitanunuliwa na nani? Wavulana wasichana bado wasumbua, wataka tone black na washachukuliwa. Hao warefu huyu wako na mke, huyu wako na mke. Hao warefu wote unaona tona ndatsa washaenda. Bado hivi vifupi. Jamaa wabezi umeona? Hata ulipatikanaje? Na wanatafutanga warefu. Paris. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe. Neema itubebe jamani. Neema itubebe. Itupe raha. Kumbe raha ni kutembea na neema. Kumbe raha ya ndoa sio hizo vitu mnasema. Kuna watu wanazijua sana lakini hakuna raha. Ona mseme mema. Kuna watu Manchester United home and away wanafunga sana lakini hakuna raha. Arsenal na Man U wanafungana draw lakini hakuna raha. Amesema mema. Mnasema nini? Kuna watu ninapoongea hapa mwingine analalanga kushoto kulia. Kushoto kulia. Kulia kushoto kulia. Mbona mseme nini? Siniseme kushoto kulia. Kushoto kulia. Kushoto kulia. Kuna watu hapo wanachekechana huyu huku na huyu anachekechea huku. Leo naomba roho kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ilete raha. Neema ya mbinguni iachilie raha kwa hiyo ndoa. Iachilie raha. Kuna watu waseme amen. Kwa taarifa yako mchawi yaendelea kuroga kidogo uone kama labda utapata neema ya kuzuia. Lakini kuna neema inapita, neema ya watu wote. Neema ambayo imeshuka kwa Gospel. Neema ambayo imeshuka kwa Baba Sale. Neema ambayo imeshuka kwa mtoto wenyewe. Mtoto kutoka sijui mtaani akakuja akachukua mitoto. Toto si toto. Toto wa kutoka sijui Mariakani. Sijui pande gani. Akawaunganisha. Akawafanya mbavu mboni kumbavu mboni ama ni baba. Akawafanya kitu kimoja, mavazi mamoja, chakula kimoja. Mungu anaweza kufanya vitu wanadamu haoni. Silvesta alikosa nini kwa Waluya? Jana alikosa kwa Waluya. Alikosa mke. Kwa Waluya alikosa mke. Akawa kipofu kwa Waluya, akawakataa wote. Ni Luya ilikuwa hapa ni mwanamke yote mlikataliwa na mtu kama Silvesta. Hata mimi niliwakataa nikaenda kwa mtaika. Hata Pastor David aliwakataa. Akaenda kwa Wateso. Songeza manyote. Wataika nao Dennis akawasaliti. Akaenda Ukambani. Yaani neema inafanyanga search ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Ukiuliza mtu ni nini ilikupeleka, wakikuuliza Silvesta ulitafuta nini, sema ni neema ilinionyesha njia. Sema ni neema ilinionyesha njia. Dennis wakikuuliza ulitafuta nini, uliona nini kwa kaka msichana, sema niliona neema. Neema iliniongoza. Apostle Sheri wakikuuliza nini uliona kwa Monica, ni kama mwendani kwako hatuendani, lakini neema zetu zimetuunganisha, zinaenda. Wapinga Kristo wa ndoa wengi ni Wakristo. Ukitembea na bibi yako wanamtoa makosa. Kuna mabibi wa hapa wako hapa hawana ndoa lakini wanapenda kutoa wengine makosa. Leo nakupa ndoa na kusudi kali. Chumbiwa kwa jina la Yesu. Atongozwa hata kama wewe mzee. Na achilia hiyo kwa anga yako. Na achilia na kungoja kwa ofisi uniletee chini. Hata kama ni kibogoe neema imebeba. Hata kama ni mfupi neema imebeba. Semeni sisi. Ati uliona nini kwa huyu dada? Mimi ndio niliona, si wewe uliona. Nyenye kwa nini mrefu ni mfupi? Wao ndio wanajuana. Sema wanadamu watasema tu uwe mweupe na kusema uwe mweusi kama mimi, utasema umekaa kama maka. Unenepe unakula vidonge. Ukikonda ukona ukimwi. Sema sisi
Usisweti kama vile na sweti. Niko na homa. Ukinuka vibaya haujaoga. Ukinuka marashi wajifanya fanya. Ukipaka makeup watisha ukalonzo na kamonsta. Ukitoa makeup aliishiwa. Paka kwa raha zako. Kuna wasichana walipokuja kanisani walikuwa wanatembea na doni shoes. Wana vile leo wameng'ara. Kama si harusi, kama si aseme sasa. Na kuhakikishia kuna wasichana hapa hawangaivaa smart hivi. Kuna chui hapo smart hivi ndio kuna Mungu. Ukakutana naye sasa hivi kuna mapenzi na don't touch my stomach. Lakini kuna neema imefanya. Amekaa kama msichana wa imani. Unaweza sikia kuhubiria ama sivyo? Kwa taarifa yako, kama mkija hapa mwanaume huyo hajaolewa na ameokoka ile ya ukweli, leta application 34B. Joy ama umeolewa? Semeni amen. Sasa tumwambie neema inakufungulia mlango. Kujiunga na Mungu ni kitu nzuri. Mimi nimeona watu hapa Mungu akiwabadilisha. Kuna dadangu mmoja hapa anaitwa Praise Sam. Anajua vile tulikuwa tumechapa. Anajua vile mimi nilikuanga. Nilikuwa naachiwa kanisa. Huyu Pastor David ni shahidi. Kuna kanisa nilikuwa naachiwa peke yangu. Nabeba viti, nafanya kila kitu kwa hiyo kanisa. Vijana wenzangu walikuwa wa superhero. Walikuwa wasafi sana. Hawangeweza kumop kanisa. Hawangeinama wafanye kitu chochote kanisani. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndio nilikuwa naenda nafua makateni za madhabahu, naanika hapo nje hapo kwa paploti za wenyewe naanika. Haleluya. Mama anakuja ananiambia, jamani Mungu atakubariki mchungaji, mtu wa Mungu. Nilikuwa naitwa Spina. Shedi. Mwana wefu, alikuwa anambia mwana wefu Nyasaye la kuhonya. Na nikata utonya Nyasaye yako. Nikawa naachiwa maspika peke yangu. Nabebana. Napeleka. Ukimaliza watu wakipelekewa maji ya kukunywa, wewe unarukwa. Bwana asifiwe. Maana kama ni Jacob anateremsha maji, kuna mtu hapo anatamani tu hiyo maji. Hana uwezo. Sasa mimi nilikuwa nikiomba nabakishiwa kadogo kwa chupa. Kwa kumalizia, unamalizia kwa huyu, unamalizia kwa huyu, unamalizia kwa huyu. Mkivuka ferry crusade, wewe una pesa ya kununua njugu na mayai. Wenzako wakitoka crusade wameng'ara, wanapitia kwa njugu, wanapitia kwa mayai, wanapitia kwa juice. Wewe unatumia macho. Sasa chenye nilikuwa inabidi kufanya ni kujikipu busy. Ni kujikipu napenda mawaya. Ili wakati wao wanaenda kununua, mimi nang'ang'ana kupaka vyombo kwa gari ili wanitangulie. So nitapita peke yangu, hata nikitamani na sitafanya kitu. Kimaliza unafinyiwa shilingi 50 hivi kwa mkono. Ngaja anakuambia naenda salama. Na uko university sasa hiyo unafanya mechanical engineering. Bwana Yesu asifiwe. Unaenda unanunua viazi vya shilingi 300 shillings. Hii hakuoni kawaru. Unazijaza kwa nyumba kwa kona, unamwaga mpaka saa nyingine zinaanza kumea ndani. Alafu unanunua omena gorogoro. Alafu unanunua kabeji kichwa kubwa kushinda yako. Bwana Yesu asifiwe. Shilingi 50 jioni ferry ukitoka shuleni wamemwaga kongwea, unakimbia kongwea. Uko na baiskeli, unafunga. Sikia wewe, bwana harusi, ile gari umebeba, bibi harusi, ile gari umebebwa nayo leo. Huyo mwenye amekubeba na ile gari ni shahidi wa mambo anakuambia. Nilimbariki baiskeli yangu yenye nilikuwa nafanya nayo hiyo huduma. Yeye ndiye alibariki hiyo baiskeli, akifungua duka, akibebea uto, akibebea. Leo hii ana gari lake. Ndio maana unaona ananiheshimu hivyo, maana anajua ametoka wapi kupitia mikono hii. Amen. Sema amen.
Neema ikanibeba tu. Hii ni neema, sasa mtu ni neema. Nilipoanzisha hii madhabahu huku hapa mahali tunafanya anniversary ya miaka 6 next year February ndio tunaingia 6th year. Nilipoanzisha huku wakasema wacha aende huko China afanye nini? Achimbe, agonge mwamba. Semeni mwamba umetoa maji. Hata wewe mwamba wako utatoa maji, gonga kwa jina la Yesu. Pastor Emma, nina neema ya kugonga mwamba na utoe maji. Na kutuma kule ugonge mwamba na utoe maji. Pastor Faith, ugonge hiyo feri na itoe maji. Semeni amen. Mchungaji wote tulio hapa tunaenda kugonga miamba. Hata mimi kuna mwamba ninagonga kwa neema. Semeni ni neema. Sema ni neema. Sylvester, leo umegonga mwamba. Huu mwamba utoe maji. Haijawa rahisi wapendwa. It is not easy the way you see. Ni rahisi kupigia watu makofi lakini huwa hujui their scars. Tukienda mbinguni leo utamjuaje Yesu Kristo? Alama ya misumari. We are celebrating Jesus by the power of Jesus in the name. We are using the name of Jesus, but it is because of alama ya misumari. Kuna watu hapa mmepitia mambo mazito katika maisha. Hizo ni alama tu. Mungu anaenda kufungua neema kwa maisha yako. Wewe ni mtu wa maana sana. Wale watu ambao mnatumika vibaya mpaka sometimes una feel like what are you doing? Sasa ni nini unafanyia watu? Inafika mahali una feel, sikiza, wale watu mlikuwa wazuri sana. Inafikanga mahali unakuwa sasa na roho mbaya. Ukweli wako? Chunga sana mtu wa roho nzuri sana. Anafikanga mahali ya kuwa mtu wa roho mbaya sana. Na ni watu wanamfanyanga akuwe na roho mbaya. Mbona mseme amen? Mtu anakuja kwako anamuomba kuishi na wewe, anakaa na wewe, akikaa na wewe anakuibia mume. Utakosa kuwa na roho mbaya. Mbona mseme amen? Mtu anakuja mtu wa kanisani, jamani nipe shilingi 1500 nitakurudishia next week. Bwana sifiwe. Alafu anakataa kulipa na anakuwa mkali na anakutukana. Utakosa kuwa na roho mbaya. Watu wamekubadilisha. Lakini wacha nikwambie, apandacho ndicho. Kila kitu unachokipanda kina utofauti katika maisha. Na Mungu atakisababisha siku moja uone matunda yake. Leo hii umekaa hapo kwa kiti unaniangalia kwa sababu ya matunda na neema ya Yesu Kristo. Kama si neema tungekutanika hapa. Wapendwa, sikiliza. Ina haijawahi waingia. Nataka nirudie nikiwa kwa madhabahu leo. Maana kile nasema, kwa nini unalazimisha? Suachilie. Ni neema ililazimisha. Ikafungua mlango. Ikafanya njia mahali ambapo hakukuwa na njia. Na kila mtu ambaye ametoa shilingi yake, kila mtu ambaye amejihusisha, wanakamati, watu wa Mungu wote, neema ya Mungu iwabebe. Watoto wenu wasiwahi kauka. Wale watu ambao mmejitoa, photographers, mmepunguza paka bei, mmekuja, watu mbalimbali mmejitoa, mmejinyima, mmefika. Mungu wa mbinguni aweze kuwabariki. Nasema Mungu wa mbinguni awabariki. Mungu wa mbinguni afungue malango yenu. Usitoke kwa hii kanisa bure leo. Usitoke kwa hii ibada vile ulivyokuja. Mungu ambaye amemngarisha Sylvester leo afanye na wewe ung'are. Afanye na wewe ung'are, uwe mwanzo mpya katika maisha yako. Sema amen. Taenda sasa katika Marko 10 mstari wa 9 ninapotaka kuonya na kusema jambo hili kwamba Marko 10 mstari wa 9 na kupatia onyo, sababu Mungu amefanya neema hii na wewe. Basi sikiliza neno hili, anasema hivi Marko, technician wangu Mark somaji wangu Mark 10:9. Marko mtakatifu 9:10 nasema, wakalishika neno lile wakiulizana wao kwa wao, uko kufufuka katika wafu maana yake nini? Wakamuuliza wakisema, mbona waandishi unena ya kwamba imempasa Elia kuja kwanza? Akajibu, Marko, unasoma Marko 10:9. Marko 10:9. Yes. Marko 10:9 inasema, basi alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Rudia kwa nguvu sana sana sana. Basi alichokiunganisha Mungu
mwanadamu asikitenganishe. Hebu turudi mstari wa 4 tusikie anasemaje. Wakasema Musa alitoa ruhusa kuandika hati ya talaka na kumwacha. Musa na ulimwengu wa sasa unatoa ruhusa ya kuachana. Ukweli uongo? Ndio. Ukweli uongo? Sasa hii dunia inachangia sana na ina support kuachana. Hata kuna watu wanahubiri kabisa kuachana. Wanasema utakufia huko, achana. Lakini the word of God is this. Sikiza Sylvester na mke wake. Hii ni yenu sasa. Ndio. Mstari wa 5 Yesu akawajibu akasema. Yesu akawaambia, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu aliwaandikia amri hii. Musa aliandika hivyo si kwa kupenda kwake, kwa sababu ya hali mlizomfikisha. Kuna vitu vinafanyika sasa hivi duniani si ruhusa ya Mungu, ni kwa sababu ya ugumu wa mioyo yenu. Ndio unaona hizo vitu zinafanyika. Ndio inabidi wachungaji tunafika mahali sasa tutasemaje? Sana amen. Lakini amri ni hii, mstari wa 6. Lakini tangu mwanzo wa kuumba ulimwengu, tangu kuumbwa kwa ulimwengu, aliwafanya mume na mke. Aliwafanya mume na mke. Aliwafanya mume na mke. Somebody say aliwafanya mume na mke. Hakuwafanya wanaume na wanawake. Si kila mwanamke ni wa kila mwanaume na si kila mwanaume ni wa kila mwanamke. Sylvester si wa kila mwanamke. Sylvester ni wa Emily peke yake. Na ndio maana kuna ibada tunaifanya ya kuwasili pamoja. Amen. Sikiliza, imefika mahali wanawake siku hizo wanasemanga bora mwanamke, I'm looking for financially stable man. Atuatabanana hapo. Jua utajua ujui. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Watu hawaogopi sahi. In fact, sahi watu wakiona umeweka bibi yako vizuri, umemlinda vizuri, ndio wanakuja hapa. Ili pia wao walindwe. Sema washindwe. Washindwe. Sukuma mtu mwambie shindwe hiyo roho. Shindwe hiyo roho. Amen. Pigie makofi kwa wazazi. Songa huko kidogo, songa huko kidogo. Songeni huko kidogo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naomba kipaza sauti. Naomba kipaza sauti kwa haraka iwezekanavyo. Naomba kipaza sauti kwa haraka iwezekanavyo. Kama kuna mabasi mpesa. Mimi ndiye kwa baba Sylvester, naitwa Renton na Msoba. Haleluya, unaitwa Renton na Msoba. Huyo ndio babake Sylvester na Msoba. Huyu ndio na Msoba mwenyewe. Hata kama Sylvester ni mrefu na Msoba mwenyewe original. Sema amen. Aya mama, na wewe tuambie, wewe ni nani je? Amen. Naitwa Jones Matini na Msoba. Mimi ndiye mama wa kuzaa Sylvester. Wewe ndio mama wa kuzaa Sylvester. Amen. Unaitwa nani? Jones Matini. Unasikiaje mama leo hizi? Unasikiaje kuhusu huyu mtoto wako anaitwa Sylvester na Msoba? Umemzaa mwaka gani? 1996. Oh, kitambo. Bwana asifiwe. Unasikiaje kama mama? Maana unasema mtoto mwerevu ni wa baba, hadi mwana mpumbavu ni mzigo wa mama. Sasa hii sijui ni raha ya mama ama ni ya wapi? Hii ni ya mama ama ni ya babaye? Mama, unahisi aje ndani yako?